Bana, kumekuwa na malalamiko mengi sana. Malalamiko mengi sana yametokea upande wa Waislamu. Bana, stay tuned. Stay tuned kwamba kwenye show hii, kwenye The Sip, na kwenda kuzungumzia au na kwenda kuongea na Sheikh Kishki kutokana na malalamiko yaliyojitokeza kwenye jamii ya Kiislamu, jamii ya Waislamu. Mimi naitwa Abdi Millionaire aka namba. Kumbuka mimi ni Muislamu pia. So, stay tuned. Bana, tuko kwenye wakati ambao tumepata viongozi wapya. Wabunge, paka raisi, tuna madiwani, bana. Sasa kwenye malalamiko haya yanawalenga sana wabunge wapya upande wa jamii ya Kiislamu. Waislamu wametoa malalamiko makubwa sana, mengi. Watu wengi wameilalamikia au wamewalalamikia wale wabunge wapya walioapishwa kuwa wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale Dodoma. So, unajua kwamba Muislamu kama ni ameteuliwa kuwa mbunge lazima aape, na kiapo hicho kinaambatana na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kama ni Mkristo atatumia Bible, kama ni Muislamu atatumia Quran. Sasa imetokea hii ni moja ambayo malalamiko haya sidhani kama ilishaye kutokea, lakini kwenye nyakati hizi especially wabunge hawa vijana walioingia kwenye bunge hili jipya wamelalamikiwa na watu wengi, mashehe, watu wa kawaida, Waislamu, especially Waislamu na hata Wakristo wengine. Tumesikia kwamba kwa nini wabunge hawa wanaapa kinamna hii? Kinamna gani? Hii ni mpya. Kama bado hujawahi kuisikia au kuona, basi ndo bunge hili jipya la hawa vijana walioingia kwenye madaraka, kwenye majukumu ya ubunge. Hichi ndicho walichokifanya, kuapa kwa kutumia Qur'ani wakiwa vichwa wazi. Hapa naongelea kuhusu wanawake. Maana mwanamke wa Kiislamu au msichana au mwanamke wa Kiislamu akiwa anaapa, akiwa anatumia kitabu cha Mwenyezi Mungu, ni sharti, ni lazima aape. Akiwa ameshikilia kile kitabu lazima aape kwa kujifunika, akiwa amejifunika kichwani au na star au stara. Sasa kilichotokea kwamba wabunge wengi au wabunge kadhaa, niseme wabunge kadhaa ambao wameapa wakiwa kichwa wazi. Imagine unaapa, umeshika kitabu cha Mwenyezi Mungu, halafu unaapa kichwa chako kikiwa kiko wazi, na sheria za Kiislamu, sheria za Mwenyezi Mungu Allah, ni lazima uwe umejistiri ukiwa unashika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Maana kile ni kitabu kitukufu, lazima uwe umejifunika. Unajua hii sijui imetokea wapi, na sijui walikuwa wanawaza kitu gani, na sijui walikuwa wanawaza nini, lakini pamoja na hayo jamii inaangalia, na watu wengi Waislamu kitendo hichi wamekilaumu sana, wamewalaumu sana, yani for the big talk right now, watu wanaongelea kuhusu hawa ambao ni Waislamu
na wameapa, wameshika kitabu cha Allah wakiwa vichwa wazi. Kama sio Muislamu, maybe this you might think, but why? Lakini mimi nikiwa Mkristo, nikishika nashika Bible, naweza nikaapa nikiwa kichwa wazi. It's okay. But kwenye Waislamu, something is different. Kitu kiko tofauti sana. Sasa nimeongea na shekhe, nikaona haya mambo, hebu tujaribu kuwauliza wanaojua. Hata kwenye Quran, sikosei, I'm sure kuna aya kabisa inayozungumza kwamba kama hujui, uliza wanaojua. Nyie mashekhe, nadhani mtakuwa mmenielewa. Watu mnayojua, mliohifadhi kitabu cha Allah, mtakuwa mnanielewa nikisema kwamba hii aya ipo inayosema kwamba kama hujui kitu, basi uliza wanaojua. Na hichi ndio nilichokifanya. Nikaona, you know what, ngoja nimvutie lele Sheikh Nuruddin Kishki, Sheikh Kishki, naye aseme, achangie kwenye hili, yeye anaonaje. Na Sheikh Kishki, kwa sababu ni mshikaji wangu, one time kapokea simu. Sasa ni haya ambayo Sheikh Kishki amenambia. Don't say I didn't tell you. Mimi nimepiga simu ili usikie, ili ujue mashehe zetu na wenyewe wamelichukuliaje hili. Msikilize. Kuna hili swala, hawa viongozi wapya walioingia katika majukumu ya uongozi, kuhusu kuapa na kwa kutumia kitabu kitukufu, kwamba wanaapa wakiwa vichwa wazi. Wewe hili swala unalionaje, shehe wangu? Wewe kama kijana Kiislamu, nafsi yako inakwambia? Mimi kama kijana wa Kiislamu, nafsi yangu inaniambia there is something wrong. There is something wrong, kwa sababu kwangu mimi ninavyoamini kwamba unapokuwa unaapa na unaapa kwa kutumia kitabu cha Allah, lazima ujistiri. Ndio hivyo mimi ndio ninapohisi. Labda sasa, kwa sababu wewe ni kiongozi wa jamii, nilikuwa nataka tu nipate input kutoka kwako wewe. Kwa Abdullah, wewe swali lako sio mwanamke wa Kiislamu hukumu yake kukaa kichwa wazi, hukumu yake kukaa kichwa wazi sio swali lako. Wewe swali lako kuapa kushika msafa kwa kichwa wazi. Yaani nakuuliza swali. Hao wanawake wanawasema wewe kama ungejifunika pale sana hapa. Alafu akimaliza kuapa akawa zile shungi kichwani, ungepasizo. Kwa hiyo umenigeuzia swali mimi tena, Sheikh Kishki. Na kuuliza swali ili maana yake nyinyi mnaangalia upande mmoja, mwangalie upande wa pili. Tunaangalia upande gani, shehe wangu? Swali langu liko hivi. Hao wanawake wa bunge walio hapa bungeni kwa kushika msaafu ili hali wako vichwa wazi, ndio, unaonaje pale wakati watakuapa pale wakachukua hijabu wakafunika kichwa, baada ya kumaliza kiapo wakatupa hijabu wakaendelea kuwa vichwa wazi, wangekuwa right? Bado hawako right. Yaani kitu nishangaza, wanawake wa Kiislamu wengi watembea vichwa wazi, vijana hilo waliwagusi na watembea uchi kabisa, wanavaa mavazi ya ajabu.
hiki kinachowagusa ni pale walipochukua kiapo wakiwa kichwa wazi. Sasa mdogo wangu, na kufundisha nini wakati wewe tayari majibu unayo? Ulisema hilo aliko sawa. Sasa kama aliko sawa, kwa nini sasa uniulize? Mimi nimekuuliza wewe kielimu zaidi, kama kwa sababu wewe umetuzidi kielimu. Of course sisi wewe ni kiongozi wetu, so I have to ask you. Yani hilo nalo linahitaji pa kumuuliza shekhi, kwamba mwanamke wa Kiislamu anakuja kwa shaghala baghala, kapiga kimini kwa kichwa wazi, kashika msahafu na anaapa. Msahafu ambao ndani yake imefundisha watu wajistiri, yeye anakwenda kinyume. Hilo nalo Waislamu mpaka msimuulize mashehe. Mnafahamika hilo kwamba haya ni makosa. Kwa sababu nakwambia hivyo, wewe usikaribia wangapi wananipigia simu wanauliza hilo. Na mimi na wachallenge wote wananipigia simu, so wewe kila ananipigia na muuliza, wewe unaonaje? Kosa si kosa? Kosa. Sasa kama kosa, mbona unajisumbua tena unanipigia mimi? Unajua sometimes unaweza kuhemka ukamuuliza, kwa mfano kama wewe unadhibitisha Kishi kwamba hilo ni kosa na sisi tukadhibitisha ni kosa, why you don't say something? Yani kwa nini wewe ni Sheikh Kishki, people knows you are a leader to our community. Sheikh, it's clear, yani sio paka sisi ndio pamoja na everybody ni mchunga katika hii jamii, lakini tuna madaraja tofauti. You are a sheikh. Hello, sikia unajua hello. Hello? Nakusikia shehe wangu. Ngoja kwanza ni kwa sababu hii ni the sip. Bana, ngoja kwanza ni sip kidogo. Hayo ndio ya Sheikh Nuruddin Kishki, mshikaji wangu Kishki kanipa kama ilivyo, kama ulivyosikia. Yani amenipa kama ulivyosikia hivyo. Kama bado hujasubscribe, make sure unabonyeza subscribe button hapo, na pia unaacha comment yako. Naomba uniachie comment ili tuweze kujua what do you think, kwa wewe umelichukuliaje hili la wabunge wanawake, wasichana, vijana hawa walioingia bungeni kuapa kwa msahafu wakiwa vichwa wazi. Hilo wewe umelichukuliaje? Naomba uniachie comment hapo, na make sure unanifollow kwenye Instagram. Natumia Abdi Millionaire aka namba ni Abdi Millionaire, na kwenye YouTube hapo make sure una share hii video tujue kwamba okay, kama wewe sio tu lazima uwe Muislamu. Tunaishi katika jamii ambayo tuko mix, Waislamu na Wakristo na wengine ambao hawana dini na wengine dini zingine. We all together. Lakini wengi sana tunajua kacha zetu. Wakristo wengine wanajua kacha za Kiislamu, kwamba Uislamu labda unataka Muislamu afanye kitu gani au aweje. You know what? Kesi iko kwa mashehe au watu wenye kutufundisha hii dini, au kutufundisha kama sisi wanajamii tukiwa tunafanya vitu kama hivi tuwe namna gani. Sijui kama Sheikh Kishki alivyosema kwamba hili haliko sawa. Kama haliko sawa, je, kile kiapo kinaswihi au warudie kwa hapa? I'm just saying it. Mimi ni Abdi Millionaire aka namba. Kazi yangu ni kukufikishia ili uweze na wewe kusipu, uonje hichi ambacho nimekuandalia. So you know what, Waislamu kwa sasa hivi labda tunaenda sijui tuseme kisasa zaidi au ndo usasa, kwa sababu sidhani kama kuna usasa kwenye dini. Kama walikuwa wanayajua haya na waka ignore
waka ignore kimakusudi, au walikuwa hawajui, na kulikuwa hakuna mtu wa kuweza kuwajulisha this is the most important. Hii ni moment ambayo ya kuapa. Hii ni moment ambayo unaapa kwamba utaitumikia jamii, utaitumikia serikali, na utawatumikia watu. Halafu unaapa kwa Mwenyezi Mungu, unaapa na kitabu cha Allah, and then you don't follow exactly what Allah wants you to be or to follow. Hili ni swali ambalo tuwaulize wao, labda wabunge ambao wamefanya hicho kitendo. Alafu sasa how do they feel? Kishki yeye kaongelea kuhusu kwamba tukiona Muislamu, mwanamke wa Kiislamu labda hajajifunika kichwa, hapa hajajifunika kichwa, au anatembea kichwa wazi, tunaonaje? You know what? Mimi navyoona mimi kwenye swala, kwenye kitendo au kwenye tukio la kuapa, unaapa kwa Mwenyezi Mungu, umeshika kitabu cha Allah, kitabu kitukufu, and then you not dressed properly. Hiyo inatuonyesha kwamba you're not serious. Hauko serious na yale ambayo unayatamka. Hauko serious kwamba utawatumikia watu wako. Kama una ignore ile the law, sheria za Mwenyezi Mungu zilizopangwa, yani una ignore hizi sheria za Mwenyezi Mungu, je, kwani unaweza kutekeleza yale ambayo umepangiwa na serikali yako? Umepangiwa kutumikia watu? Think about. Jiulize mwenyewe kama umefanya kitendo kama hicho. How do you feel inside? Like honestly speaking, kwa sababu kuna vitu ambavyo tunaweza tukaviacha vikaslide, lakini kuna vitu ambavyo tukasema no, hichi no, we cannot go there. Kuna vitu unasimama unasema hapana, hapa hichi kilichofanyika sio. So think about. Na tukiangalia kwenye tukio hili ndio tukio la kihistory katika mtu ambaye anakuwa kiongozi wa nchi, anakuwa anaongoza watu. This is history. Mimi tu nimeona niwafikishie haya kwa sababu yamekuwa maneno mengi, na watu wengine maybe they might think hao wanaokuja, vizazi vinaokuja, wanaweza kuna no man, it's okay. Yani it's okay to do as you like it kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ukiwa whatever you do, you just have to do it like that way. Labda kama Mkristo utaniuliza, utasema kwa nini labda mbona na wanaume hawajifuniki vichwa? No, it's not that law. The law doesn't say that. Doesn't say that. We are talking about the woman. Hata Yesu, hata mama yake Yesu, tunapomjua wanapoportray, wanavyojua, I'm not gonna go there, lakini Mary, Virgin Mary ana scarf, ana hijabu ile anayo. Let's just be honest speaking. Hivi ukiona muonekano wa Yesu, wa mama yake Yesu, ukoje? Maria ukoje? Ana scarf, kajifunika kichwa, huwezi kuona nywele. I'm not even gonna go there. I'm just gonna take my sip. My friend, ndugu zangu wa Tanzania, kama bado huja subscribe, please make sure unabonyeza subscribe button, na pia niachie comment kwa haya niliyozungumza na Sheikh Kishki.
It's gonna be number 2. What we do. Toke hapo, tunafanya nini kwenye hili ambalo limejitokeza. Kwa sababu kiapo ni kitu cha muhimu sana. Kiapo kama hakijakamilika, yani it's not kama hakijakamilika. Kwa hiyo ni lazima kikamilike. Kama hakijakamilika tunafanya nini sasa hapa? Watu hawaja hapa accordingly. Not just me I'm saying, but lakini jamii inazungumza, na hata mashehe wengine nimeona wamezungumza. Lakini mimi nilitaka kujua kutoka kwa mshikaji wangu Sheikh Kishki, kaka Sheikh Kishki, kaka yangu naye alikuwa anasemaje, na ndo haya alionambia. You know what, make sure unanifollow kwenye Instagram, unanifollow Abdi Millionaire. Hii ndo The Sip. Until next time, hii haina kukata kona, ni kunyoosha tu. Thank you very much for watching. Make sure unanifollow kwa kupata The Sip. Kuonja lazima uonje. Peace.